underline it. We gathered here today to condemn what has happened in Nyayo House. I want to talk 3 points. One to the President, the other one to CS Kindiki, and the other one to our leader. To the President, His Excellency William Samoei Ruto. In all northeastern counties. Sisi tunasikitika sana kwamba miaka 60 ya uhuru tumeisherehekea juzi, lakini kabla ya miaka 60 kupita, siku mbili, mheshimiwa wetu tuliyemchagua, tunayempenda, ambaye anaenda kututafutia haki zetu, alienda katika afisi kujua kwa nini sisi wa Somali ndugu zetu wanateseka, na alipokwenda kujulia hii hali, badala ya kumsikiza na alipojitambulisha, wakawa wanamchukia, wanamuita majina na wakamfanya mambo ambayo hatukutarajia. Naongea na hao wameajiriwa kuchunga hii Nyayo House. Hao mroges. Hapo mko kazi. Amujapelekwa hapo kunyanyasa wakubwa CS ndio corruption I know. Amujapelekwa huko kunyanyasa watu. Mumepelekwa huko ulete utumishi kwa watu. Kwa watu wote. Naongea na Kindiki, CS Kindiki. Since 11 December and today it is 14. Hakuna action umechukua. So simply, you are responsible of it. Let me clear for you. You are responsible of it. Mr. Kindiki, we are not second-class citizens in this country. We are Somalis by birth, and we have been staying here for more than 60 years and above. So we don't fear you. If this can happen to a sitting member of parliament who comes from the majority party, that's UDA, we wonder, we are citizens, are we safe? No. We are not safe, and we are not begging for anything. We want to tell this to our IPOA to take swift action against those rogue police officers, or else we will march to Nyayo House and we will call that place to torture chamber. Mheshimiwa Salah Yakub, mbunge wa Fafi huko Nyayo House hivi majuzi. Imekuwa ni jambo la kuhuzunisha sana kumuona mbunge aliyechaguliwa na watu wasiopungua 18,000 kubumburushwa kutoka ofisi ya serikali ambayo yeye ni mwanasheria. Yeye ndio anayetekeleza na anayeunda sheria katika Jamhuri ya Kenya. Na hii imekuwa ni mila ya kawaida. Haya,